Binti anampa ombaomba noti ya $10. Ombaomba anaingiza mkono mfukoni, anamrudishia binti cheki ya $5 milioni. Binti anajua ombaomba anatania, anairudisha cheki kwenye bakuli. Ombaomba analazimisha kwamba lazima alipe wema wa binti. Mama wa binti anayeitwa Linda anapiga simu, anamkumbusha mwanae kwamba kesho ni birthday yake. Anamwambia mwanae apambane, atafute boyfriend akamtambulisha kijijini kwao haraka. Binti anamwangalia ombaomba, anamuona kabisa anafaa kwa matumizi. Anamuomba jamaa aigize kama mpenzi wake akamtambulishe kwao. Anamuahidi atamlipa $2,000 za Kimarekani. Ombaomba anakubali. Binti hajui kwamba huyu ombaomba anajiigizisha tu hapa, ni ana hela kinoma noma. Ni miongoni mwa watu matajiri zaidi duniani, ana utajiri wa dola bilioni kibao. Maisha ya utajiri yalimboa, akaamua kujifanya ombaomba ili apate watu ambao wana mapenzi ya ukweli na yeye, ambao hawapendi hela zake. Alikuwa hapa barabarani kwa masaa kadhaa akiombaomba hela, watu wakawa wanamnyanyapaa kwa sababu ananuka. Mtu pekee ambaye amemuonesha ukarimu kwa siku ya leo ni huyu binti hapa, ambaye alimpa hiyo $10 ya Kimarekani kwenye bakuli. Ukarimu wa huyu binti ulimfanya ombaomba akubali kuigiza kama mpenzi wake. Baada ya kuoga na kuvaa nguo nzuri, ombaomba akawa handsome kichizi. Demu alianza kuvutiwa na muonekano wa mchizi, lakini akili yake ilikuwa inamwambia huyu ni ombaomba tu, achana naye. Binti akamwambia ombaomba kwamba anaenda kununua zawadi, atakuja baadaye kidogo. Ombaomba akampigia simu mfanyakazi wake, akamwambia muandalie zawadi ya shilingi $5 milioni za Kimarekani kwa ajili ya kumlipa huyu mwanamke. Dakika chache baadaye, ombaomba na huyu demu walipanda bajaji kwa ajili ya kuelekea kijijini anakoishi mama yake huyu demu. Ili mama yake asimshtukie huyu mchizi kama anaigiza kuwa mpenzi wa mwanae, binti kabidi ajiongeze, ampe huyu mshikaji majibu ya uongo ya kumpa mama yake. Utasema wazazi wako ni mameneja wa kampuni, na wewe pia utasema unajishughulisha na biashara zako binafsi. Binti akamtumia mshikaji $10,000 kwenye simu ili asimpe mama yake zawadi ya kinyonge. Upande wa pili, birthday ilikuwa imefana kweli kweli. Tajiri Jackie alikuja na zawadi ya shilingi $50,000 za Kimarekani. Mama yake na yule binti Linda alimuhug Jackie kwa furaha sana baada ya zawadi. Jackie alimpa huyu mama pesa nyingi kiasi hiki kwa sababu ana mapenzi na binti yake. Amekuwa akimpenda binti kisirisiri. Baadaye binti na yule mshikaji ombaomba wanafika kwenye party. Wageni waalikwa wanamsifia mshikaji kwa kuwa handsome sana. Binti anamtambulisha jamaa kwa mama yake. Mama yake anafurahi sana kukutana na mpenzi wa mtoto wake. Kila kitu kilienda kama binti alivyopanga. Mama yake alifurahi sana kumuona huyu jamaa na aliamini kwamba ni mpenzi wake kweli. Tajiri Jackie hakutaka kukubali matokeo, akamwomba mama yake binti amsaidie kumtongozea binti yake. Naomba mwambie mwanao kwamba mimi nampenda kuliko hata huyo jamaa. Linda alikosa cha kuongea. Mtoto wake akasema, Jackie, sikupendi hata kidogo. Mpenzi wangu ni handsome na ana hela sana. Siwezi kuwa na wewe Jackie, siwezi. Nampenda mpenzi wangu. Jackie akamwambia Linda, hujawahi kuwa na mahusiano na mtu yoyote. Imekuwaje ghafla hivi una boyfriend wewe? Umempata wapi boyfriend ghafla kiasi hiki? Nimekuwa nikikufuatilia kwa muda mrefu, mimi naamini hauna boyfriend. Huyo mshikaji wako huyo anakuigizia tu, anaigiza huyo, sio boyfriend wako ukweli. Linda alishtushwa na maneno ya Jackie. Akaanza kutokumwamini boyfriend mpya wa mwanae. Binti alivyoona watu wanaanza kuwa na mashaka kwamba yeye hana boyfriend, akaamua mkisi boyfriend wake hadharani. Jackie aliumia sana kumuona binti anamkisi mshikaji. Jackie akasema kwa hasira, hata kama kweli nyinyi watu wawili mnadeti, huyu mshikaji hawezi kuwa na hela. Kwao hakuna hela, hawezi kuwa tajiri huyu. Kila mtu amewaona amekuja hapa na bajaji. Kama huyu mshikaji angekuwa na tajiri kweli, si angekuja na gari hapa, si angekuja na gari hapa. Linda alimind sana aliposikia maneno ya Jackie. Akasema kwenye maisha yake kama hata ruhusu binti yake aolewe na mtu maskini. Linda akataka mtoto wake amwambie anayosema Jackie ni ya kweli au la. Jamaa hakutaka kabisa binti aibike. Akasema familia yake inamiliki